Kwa mfano, wewe ukawa na mtu wako mmeishi naye kwa muda mrefu sana, lakini mazingira ambayo mlikuwa mnaishi nayo ni mazingira mabaya, yaani mlikuwa mnaishi katika maisha magumu sana. Mmeishi naye katika maisha magumu kwa muda mrefu, lakini baadaye anakuja anapata jimama linamrubuni, na anatoka anakuacha katika yale maisha mabaya, anaenda zake kwa lile jimama. Lakini mwisho wa siku anakuja anampiga maisha, anakuwa katika hali mbaya sana. Alafu muda huo anarudi anakuta tayari wewe umeshabadilisha mfumo, yaani yale maisha ambayo ulikuwa unaishi nayo au uko nayo tena. Na maanisha mdao tayari kama ni salari unakuwa umeshaikamata, kwa kidogo maisha yamepanda. Alafu anakuja na kutaka lazi kwamba mrudi kama hapo awali. Mtu kama huyo unaweza kumchukulia kwa gani? Yaani kama ndo mimi siwezi. Yaani tu siwezi. Yaani mtu naye nimemvumilia kote kule. Hey. Yaani huyo mtu siku nikimuona wewe. Yaani hizo ninamchoma takisi. Hey, waje sina hapa kipanga. Siwezi. Unaambiwa hivi, mtu mzuri utamjua kwenye shida na si kwenye raha. Yaani mimi siwezi. Yaani mtu naye nimemvumilia alafu ameniacha sijapata jimamo huko, alafu apigike maisha arudi kwangu. Siwezi. Yaani mimi kwa jinsi ninapojielewa siwezi. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba mtu kama huyu hastahili kabisa kupewa msamaha na yote. Ndio maana nimekwambia hivi Masu. Mtu mzuri hujulikana pale kwenye shida, si kwenye raha. Kwa binafsi yangu mimi siwezi. Labda kwa wengine, lakini kwangu mimi siwezi, na haitokuja kutokea hata siku hiyo, hata siku moja yani. Yaani haitokuja kutokea kabisa kwa jinsi ninavyojielewa. Mimi siwezi. Alafu Masu, mbona umeuliza swali kama hilo? Kuna nini hapo katikati? Hamna, nilikuwa nakuuliza tu, unajua. Zile document tayari? Sisi kwa tayari. Basi naomba nipatie nazo. Ila usijali bwana, mimi nilikuwa nakuuliza kwa nia njema, wala sina nia mbaya. Wewe nishtukia.